akaenda kwa muumba wake? Mzee alikuwa sawa na alisafiri kwenda kazi, lakini majambazi waliweza kumuua akiwa kwa safari kuelekea kazini. Yes. So hiyo miaka ni mingi, lakini kuna mwanadamu huwa ana feel. Tena ukienda kwa watu kama kanisani, unaona bibi na bwana, kuna vile unafikiria. Lakini sasa huwa unaomba Mungu, nisifikirie kitu mbaya. Mungu mwenyewe unajua. Mpaka saa hizi, ninakubali kama mwanadamu, nitakuja kupata siku moja, rafiki wa kunituliza moyo wangu. Hello ladies and gentlemen, and welcome back to the Love of Theo channel. I'm Theo and we want to talk to mama here Swahili. Tuongee tusikie story yake vile ilivyo, kama ni mama pia kwa njia ingine alipoteza mzee, ni mjane. Tusikie safari yake kuliendaje na kulikwaje, tusikie changamoto anazipitia na haswa tuone kama ni nini hiyo ana miss kutoka kwa mzee wake mwenye alimwacha. So mama, hujambo? Sijambo. Habari? Mzuri. Majina ni nani? Mimi naitwa Alice Shicheili Tala. Nikiwa kutoka Western, lakini mimi ni mkaazi wa Nakuru. Mzee aliniwacha kama ameninunulia plot. So na enjoy. Life si mbaya sana. Life si mbaya kwa sababu angeniwacha bila chochote, nikihustle ingekuwa ngumu. Lakini maisha ninaona ni mzuri kwa sababu alituacha na mahali pa kukaa. Nashukuru na furahia sana. Alikuwa amejenga pia? Alikuwa amejenga na tulikuwa tunakaa poa. So tuseme tu mzee alikuwa anafanya kazi gani? Mzee alikuwa officer wa jeshi na alituacha akiwa kwa jeshi. What happened? Ilikuwaje akaaga ama akaenda kwa muumba wake? Mzee alikuwa sawa na alisafiri kwenda kazi, lakini majambazi waliweza kumuua akiwa kwa safari kuelekea kazini. Yes. So perception yako ama vile ulisikia news mara ya kwanza, what was your reaction ama ulifanya nini next? Mara ya kwanza wakati nilisikia mzee ameaga, nilistuka kwa sababu mzee alituacha vizuri, alienda kanisani, akatuacha vizuri, lakini baada Monday aliweza kukufa 2018 December, ilikuwa ni Monday. Na Monday sikupata hiyo ripoti, nilikuja kupata Tuesday, nilistuka kwa mshangao. Hata nilishangaa nikakosa fahamu. Mlijaliwa kuwa na watoto? Tulijaliwa kuwa na watoto 3, mmoja ni nurse, lakini nafurahia jeshi ni watu wa kujali maslahi ya mabibi ya majeshi, waliweza kuniandikia msichana. Nashukuru sana. So ameajiriwa na jeshi? Yes. Tuseme kwao wao kusikia hiyo nini, because we mwenyewe umesema ulishtuka na kushangaa. What about watoto? What was their perception? Watoto walistuka. Watoto walikosa njia, walikosa baka namna, lakini kuna wale walijitolea kuwapa moyo. Wanaendelea sawa. Kuna time yoyote walikuuliza maybe mom, dad yako wapi? Ama umri gani, ama waliowacha wakiwa wanajua what happened? Watoto wanauliza mpaka sasa. Kuna mwingine huwa ananiuliza, kuna siku baba atatokea hata kwa kivuli, tumuone nimuone tena mara ya kwanza, ama atueleze baba, tumuulize baba nini ilitokea. Lakini mtu akisha nyamaza amenyamaza. Mtu akisha ingia udongoni mahali tulitoka, huwa arudi tena. Yes. Baadhi ya changamoto zenye unapitia kama mjane ni yapi haswa? Changamoto napitia kama mjane ni ile watoto saa ingine unakosa, saa ingine unapata. Ile tulipata tulishamaliza. Sasa hizi watoto ukiwaachia watoto wadogo,
inabidi ile kitu ulipewa na serikali inaisha. Na kama imeisha ni nini itafuata? Na mzee aliniacha nikiwa na miaka mingi, mimi siwezi fanya ukahaba, siwezi kuolewa, siwezi wenda ati niolewe nizae. Sasa ni kung'ang'ana tu. Hiyo maisha ni ya kung'ang'ana. So katika hiyo maisha hali ama nini, katika hiyo safari yote ama chenye ulipitia na watoto wenye chenye wanasema, kuna siku yoyote umejutia kwamba mzee, ama kama ulikosana na yeye huko nyuma, kuna wakati wowote ulijutia kwamba ulimkosea kwa ubaya? Kenye ninashangaa, tangu niliolewa 1992, tulikaa na mzee, hakuwahi raise mkono kwangu, hakuwahi nichapa. Mzee kenye alifanya, chenye namshukuru mahali penye amelala, alifanya harusi kubwa ya jeshi na red tunic ya jeshi, tukafanyia kwa kanisa ya Lanet PAG. Hiyo ndio zawadi alinipatia, na ninamshukuru sana. Ni mahali penye nasemanga, naambianga watoto, mahali amelala alale salama. Yes. Tuseme kwa barabara yote ama kwa hii safari ya kukua mjane, kuna siku yoyote ambapo umeona kwamba umemkosa, umemiss? Yes, kuna wakati nikiwa ninakaa mahali niliwachwa. Unapata shida ya wamama wenzako. Ukipita mama akupate unaongea na mzee wake, anakuona vibaya sana. Anaona ni kama utachukua mzee wake, lakini hiyo nia hakuna. Na wakati unafika mahali unalala, unakuta kitanda ni kikubwa, lakini ni Mungu peke yake unakuanga na yeye pale. Juu wanasema Mungu ni Mungu wa wajane, ni Mungu wa yatima. Kwa sababu nikirudi nyuma, mwenye alinikosea na nilikuwa ninaomba Mungu naye imfanyikie, mwenye alitoa uhai mzee wangu. Lakini ilifika mahali nikatubu, nikasema isimfanyikie. Lakini yeye na Mungu wake siku moja akutane na yeye amuulize. Ama kama mzee amebeba hiyo mzigo, siku ile atakufa na yeye apate mzee amwekee hiyo mzigo, ndo ajue alikosa. Alitoa mtu wa maana duniani. Juu mzee alikuwa mtu wa watu wote, alikuwa mtu mzuri. Kwa sababu niliona maajabu, watu walikuja kila aina. Na kwa hivyo nashukuru alikuwa mtu mzuri. Okay, vile na kuona sana hivi, miaka zijaenda sana, kuna ile time umemiss tuseme maybe kufanya tendo la ndoa? Mzee, wachana na mzee kwa niwacha na miaka ndogo, 48 years. 46 years. Sorry. 46 years, saizi ukihesabu ni miaka ngapi? 46 years plus around 3. Plus 6. Ni miaka 3. Ni 46 years. Sasa ukihesabu miaka yenye nimemaliza hii ni ya 4. Ninaelekea 50. So, hiyo miaka ni mingi, lakini kuna mwanadamu huwa na feel. Tena ukienda kwa watu kama kanisani, unaona bibi na bwana, kuna vile unafikiria. Lakini sasa huwa unaomba Mungu, nisifikirie kitu mbaya. Mungu mwenyewe unajua. Mpaka saa hizi, ninakubali kama mwanadamu, nitakuja kupata siku moja, rafiki wa kunituliza moyo wangu, na nitarudi kwa maisha ile yenye ilikuwa. Nitasukuma. Kwa sababu Biblia inasema miaka 60 ndio mwanamke amekuwa mzee. Lakini mimi sioni kama sijafikisha miaka 60. Bado niko na miaka. Yes. Mtu amewahi kukufikia kuulizana? Kwa sasa, kwa sababu mzee alikufa kifo mbaya, kifo ile huwezi furahia, walimuua kama mnyama, sijafikiria, lakini ninajua Mungu atakuja kunifungulia. Kwa sasa niko tu, ni kama bado ni sasa, ni jana ilifanyika, bado ninaomboleza. Hata nikienda nyumbani, huwa naweka maua. Hata leo hii, Disemba, tarehe 22, ninaenda kuweka ua. Ninaenda kuipamba. Ninaenda kuweka yani ile chuma. Nipake rangi zile nzuri. Nipande maua. Kwa sababu bado alikuwa ni tunda langu. Sijamuachilia. Na sijui Mungu ataniwachilia. Siku ile nitakuwa na mwanaume, labda ndio siku nitamuachilia. Okay, kuna ile time
Acha tu niulize tu, kuna mwenye amekukujia lakini? Wengi wamenikujia, hata marafiki wenye walikuwa nafanya nao kazi, hata wale tuna round, hata kwa gari mtu anaweza kuapproach, hata ukiambia mtu saa ingine wewe uko na bwana anakuambia na mimi nimekupenda, unafeel uko sawa, bado uko hujalegea sana. Unaona kweli, naona ni kama ndaweza pendeza tena. Wale wenye wananikujia, nimesema hata kwa gari, unaweza kaa na mwanaume, atakaa na wewe muda, ukitaka kwenda kushuka kuambia nimekupenda, nipatie namba, utampea namba, lakini baadaye atakuongelesha vile atakuongelesha. Ni mwanaume na wewe ni mwanamke, lakini utamwambia bado sijafikiria hapo, unless tafuta kwingine. Lakini kuna siku machozi yangu itafika mwisho. Yes. Yeah. Kuna ile perception ya watoto, no, not watoto but the jamii kwa jumla. Kuna ile rejection umepata from the community, wamama wenzako nini vitu kama hizo? Wamama wenzangu namna gani? Marafiki, kuna wale saa zingine hata huyo ni mjane siku hizi, wachana na yeye, ama hizo mazungumzo. Kuna vile nimetengwa sana. Nimetengwa, lakini nashukuru Mungu ule mwenye alikuwa amenitenga zaidi. Hata yeye alipata nyaunyo yake. Na sasa tuko sawa sawana. Na ninaona kwa Mungu usione huyu umemtenga. Muone tu alikuwa tu kama wewe, lakini kuna tu kitu imetoka kwake kidogo. Na perception ya familia ya mzee ama familia yako iko vipi? Familia ya mzee, your relationship na familia ya mzee? Familia ya mzee si kujua wakati mzee atakufa watanigeuka. Walinigeuka kwa njia nyingine sio mzuri. Lakini sasa hivi ndio wanajua sikukuwa mmoja wa wale wauaji. Juu walinichukua kama mimi ndio nimefanya hiyo tendo. Na hata saa hizi wajaniwachia vitu zangu ni control. Wamekalia mashamba, wanalima. Lakini nashukuru Mungu mzee alikuwa ameninunulia kando, na hapo ndio tulimlaza, na ndio nakulia matunda yangu. Yes. So kwa wasichana kwa nini kuna wale vitu kama hizi zinaweza fanyika kwao pia. What's your message to them? Wasichana wadogo wale wenye vitu zinaweza wafanyikia kama hii, wajue tu ni siku ya Mungu. Kwa sababu mimi huwa nachukulia labda Mungu aliandika mzee atakuja kukufa kwa njia ya kifo kama hiyo. Labda Mungu alikuwa ameandika mzee atatoweka kwa njia kama hiyo. Nashukuru Mungu. Yes. Wajue tu ni mambo ya Mungu. Juu wakati unaenda kuzaa, ukipata mimba, haujui siku utapata. Ukizaa unajua mwezi yenye utazaa, lakini wakati kifo Mungu alificha. Sasa tuchukulie tu ilikuwa ni siku ya Mungu. Lakini kenye naomba wauaji waache kutoa watu uhai. Roho ya Mwenyezi Mungu yenye aliweka, we mwanadamu unakuja kutoa. Wacheni kuua watu. Wacheni Mungu mwenye aliumba mtu ugonjeke na uendelee. Ukufe kifo yenye Mungu alisema utagonjeka na utaenda, kuliko kutoa mtu uhai. Kwa sababu ukitoa mtu uhai, jua familia kizazi chako, wewe mzee mwenye umetoa mtu uhai, na wewe wako watafanyiwa namna hiyo. Kumbuka mimi nilikuwa mwanamke ama msichana, nilikuwa bado nafurahia bwana yangu. Wewe unakuja unamuua, unanitoa kwa mikono yangu. Unatoa kwa watoto wake. Si furaha. So maybe tukimalizia ni nini haswa una miss kwa mzee, kutoka kwa mzee wako? Kitu yenye na miss kutoka kwa mzee, kucheka, kufurahia nini yake hiyo maneno. Alikuwa mtu wa cartoons. Yani kufurahia, kunichekesha, kufurahia na kila mtu. Hiyo ndio na miss zaidi. Na miss love yake. So umeongelea kuhusu jeshi na kuchukulia vipi, ama what's the relationship yako sasa hivi na wanajeshi? Wanajeshi ni watu wazuri. Hata saa hizi tumekaa kwa kikao kwa sababu yao. Wametupenda, wametufunga kamba yenye mtu mwingine hawezi funga. Majeshi wanapenda mabibi ya majeshi wao, wanang'ang'ana nao kwa njia yoyote, kwa vyovyote wanakufa na wewe. Hata sisi wametupea pesa,
kama unatumia mbaya ni wewe mwenyewe umejiharibia maisha. Lakini jeshi ni watu wazuri, watu wanashika mtu mkono mpaka dakika ya mwisho. Hata sasa hivi wanatushika mkono. Wametufungulia hata vyama tunang'ang'ana nazo. Ukiwa na shida, ukiwauliza, ukiwaendea kwa maofisi zao, wanakusaidia, wanakudirect. Jeshi ni watu wazuri sana, si watu wabaya, ni watu wazuri. Na mimi huwa nawaombea kila siku Mungu. Hata siku ya maziko ya mzee, walifanyia mzee sherehe mzuri sana. Na ninawashukuru sana mahali wanafanya kazi. Mungu aendelee kuwalinda na aendelee kuwabariki mpaka vizazi vyao. Na kwa wale, kuna wale saa zingine wanapata labda usaidizi kama hiyo ya jeshi, alafu maybe wanaharibu ama wanaitumia vibaya, kitu imemfanyikia, alafu jeshi imewapatia, ama tuseme organization yoyote inaweza kuwa penye mzee alikuwa anafanyia kazi, wamempatia ile hela ambayo with due respect wamemtuza kwa ajili ya kwa zawadi. Je, unawaambia vipi waitumie vipi hiyo mali yao? Naambia watu mabibi ya maaskari, wale wanawachwa na maaskari, jua bwana yako alifanya juu chini na wakati amekufa hajakula hiyo pesa. Amewacha wewe mjane. Ukiipata hiyo pesa ninakuomba wewe mjane. Mahali penye huko ukisikia Alice Litala akiongea. Tumia pesa yako mzuri, nunulia watoto shamba, kama ni plot alikuacha nayo endelesha. Maisha yatakuwa mzuri. Na mtaishi maisha kama ya Alice. Okay. So tukimalizia neno la mwisho. Neno la mwisho, nashukuru mwenye amekuja kunioji, atanipeleka mbali, nitaonekana kwa sababu ya hii ujumbe, na mwenye atapata hii ujumbe ya Alice Letala aisikilize kwa njia mzuri. Ninamwacha na neno ya kusema hivi: Mungu ndiye Bwana ya wajane. Na Mungu ndiye baba ya yatima. Wewe jipatie uvaa yatima na uvae ujane wa Kristo. Usivae ujane ule wa kutapatapa. Na uliwachiwa pesa na mzee ukatumia kwa watoto wako, urushe watoto pande hii, wengine waende pande hii, watoto waanze ukahaba, watoto waanze ujambazi, hiyo itakuwa mzuri. Hata mwenye amelala hatafurahia. Kwa hivyo nawahimiza mkae na njia ya Ukristo, mulinde watoto wenyu, mkae smart. Kuna maisha tena. Okay. Yeah. Okay. Ladies and gentlemen, it has been a nice time with the Mama Alice hapa. Ametuambia na ukiwa pale unaochi video hii, let it inspire you in one way or the other. Uone kwamba baada ya mwenzako wa ndoa kukuacha si mwisho wa maisha, bali ni saa zingine inakuanga mwanzo tu, kama yeye alimwacha na 40 what years? 46 years. 46 na maisha huanza after 40 years. So hiyo maisha shikilia hapo na usijali life vile life itakupeleka. Mwenyezi Mungu ako na wewe, Mwenyezi Mungu ako na watoto wako, na Mwenyezi Mungu hawezi kukuacha. Thank you so much, may God bless you. Bye bye.